Karibu katika ulimwengu wa siri, mafundisho na historia isiyopitwa na wakati. Hapa ni Dreamwalker Family Media kupitia kipindi chako pendwa Inside the Bible Story. Katika nyakati za kale, kabla ya falme na miji mikubwa kujengwa, aliishi mtu aliyeitwa Isaka, mwana wa Ibrahimu, mtu wa ahadi. Isaka alikuwa mtu mtulivu, mwenye kumcha Mungu na aliishi maisha ya unyenyekevu katika nchi ya Kanaani. Mungu alimbariki kwa mali nyingi, mifugo, watumishi na ardhi. Lakini kulikuwa na jambo moja lililompa huzuni moyoni. Yeye na mke wake Rebeka hawakuwa na mtoto. Miaka ilipita na tumaini lilianza kufifia. Lakini Isaka hakukata tamaa. Alimwomba Mungu kwa bidii kwa ajili ya mke wake, na Mungu kwa rehema zake akasikia kilio chake. Rebeka akapata mimba, lakini mimba hiyo haikuwa ya kawaida. Ndani ya tumbo lake kulikuwa na mapambano. Alisumbuka sana hata akauliza, kwa nini hali hii inanipata? Ndipo Mungu akamjibu, katika tumbo lako kuna mataifa mawili, na mkubwa atamtumikia mdogo. Hatimaye siku ya kujifungua ikafika. Mtoto wa kwanza alitoka akiwa mwekundu na mwenye nywele nyingi mwilini, akamwita Esau. Baada yake akatoka mdogo wake akiwa ameshika kisigino cha kaka yake, akamwita Yakobo. Tangu mwanzo maisha yao yalikuwa tofauti. Esau alikuwa mtu wa porini, mwindaji hodari, jasiri na mwenye nguvu. Alipenda maisha ya nje, milima na uwindaji. Isaka alimpenda sana Esau kwa sababu ya nyama aliyomletea kutoka katika mawindo yake. Lakini Yakobo alikuwa mtulivu, mwenye akili na alipenda kukaa nyumbani. Rebeka alimpenda zaidi Yakobo kwa sababu pia alimsaidia mama yake katika kazi za nyumbani. Siku moja Esau alirudi kutoka uwindaji akiwa amechoka sana na mwenye njaa kali. Yakobo alikuwa akipika chakula. Esau akasema, nipe hiko chakula maana ninakaribia kufa kwa njaa. Lakini Yakobo kwa hila zake akasema, niuzie kwanza haki yako ya mzaliwa wa kwanza. Kwa njaa yake Esau hakujali thamani yake. Akasema, ni nini faida ya haki hiyo kama nitakufa? Hivyo akauza haki yake kwa sahani ya chakula. Hapa ndipo mwanzo wa mgawanyiko ulianza. Miaka ilipita. Isaka alipokuwa mzee na macho yake yakaanza kufifia, alitaka kumbariki Esau kama mzaliwa wa kwanza. Lakini Rebeka aliposikia, akapanga mpango wa kumsaidia Yakobo kupata baraka hiyo. Yakobo akajifanya Esau mbele ya baba yake. Kavaa ngozi ili aonekane mwenye nywele nyingi kama kaka yake, na akampelekea chakula. Isaka, ingawa alihisi kitu si sawa, alimbariki Yakobo. Baraka ilipotolewa haikuweza kurudishwa. Esau aliporudi na kugundua kilichotokea, alilia kwa uchungu mkubwa. Hasira yake ikawa kali sana, akaapa moyoni mwake kumuua Yakobo. Rebeka aliposikia, akamwambia Yakobo akimbie kwa ndugu yake Laban huko mbali. Hapo ndipo safari ya Yakobo ilianza. Unatazama Inside the Bible Story kutoka Dreamwalker Family Media, mahali pa hadithi halisi za Biblia zinazoleta maana mpya kwa maisha ya sasa. Alisafiri kwa umbali mrefu, na akiwa njiani peke yake alifika mahali katika mji wa Luzu. Akalala juu ya jiwe. Usiku huo akaota ndoto ya ajabu. Ngazi ikifika mbinguni, malaika wakipanda na kushuka, na akasikia sauti ya Mungu juu yake ikimpa ahadi ile ile ya Ibrahimu na Isaka. Yakobo akaamka na kusema, hakika Bwana yuko mahali hapa. Akapaita mahali pale Betheli, maana yake Mungu yuko hapa. Hapo akaanza safari mpya ya maisha, safari ya kumjua Mungu. Alipofika kwa Laban, alimwona Raheli binti wa Laban, akampenda sana, akakubali kumtumikia Laban kwa miaka 7 ili amuoe. Lakini baada ya miaka 7 alidanganywa, akapewa Lea badala ya Raheli.
Kwa upendo wake kwa Raheli, Yakobo alikubali kufanya kazi tena miaka 7 mingine. Hivyo akafanya kazi jumla ya miaka 14. Baada ya Yakobo kukaa miaka 14 kwa Labani, akiwa amemtumikia kwa ajili ya wake zake wawili, Lea na Raheli, alitamani sasa kujitegemea. Alitaka kuwa na mali yake mwenyewe, si kuendelea kuwa mtumishi tu. Yakobo akamwambia Labani, "Niruhusu niondoke niende kwa nchi yangu, nipe wake zangu na watoto wangu, maana nimekutumikia kwa ajili yao." Lakini Labani, ambaye alikuwa ameona wazi kuwa tangu Yakobo afike, baraka ya Mungu imekuwa juu ya nyumba yake, hakutaka aondoke kirahisi. Akamwambia, "Nimegundua ya kuwa Mungu amenibariki kwa ajili yako. Sema mshahara wako nami nitakulipa." Hapo ndipo Yakobo alitoa pendekezo la ajabu, lakini lenye hekima iliyofichwa. Akasema, "Sitaki mali nyingi kutoka kwako. Nipe tu wanyama wote wenye mabaka, wenye madoadoa na wale weusi miongoni mwa kondoo. Hao nitakuwa mshahara wangu." Kwa macho ya kawaida, hili lilionekana kama makubaliano rahisi kwa Labani, kwa sababu wanyama wa aina hiyo walikuwa wachache sana. Lakini Labani akakubali mara moja, akifikiri amepata faida kubwa. Lakini siku hiyo hiyo, kwa hila zake, Labani akawatenga wanyama wote wenye mabaka na madoa, akawapeleka mbali na kundi la Yakobo, ili kuzuia wasizaliane na wengine. Yakobo akaachwa na mifugo iliyoonekana ya kawaida tu. Lakini hapo ndipo siri ya Mungu ilianza kufanya kazi. Yakobo akachukua matawi ya miti, mipopo, mibuyu na mingineyo, akayachonga kwa kuyatoa magamba ili yawe na mistari myeupe. Kisha akaweka yale matawi ndani ya maji waliokuwa wakinywa katika zizi, mahali pale ambapo walikuwa wakizaliana. Na jambo la ajabu likaanza kutokea. Wanyama walipozaliana mbele ya yale matawi yenye mistari, wakaanza kuzaa watoto wenye mabaka, madoadoa na mistari. Kadiri muda ulivyopita, idadi ya mifugo ya Yakobo ikaongezeka sana. Yakobo aliweza kufanikiwa katika nyumba ya Labani kwa sababu mkono wa Mungu ulikuwa pamoja naye, licha ya hila zote alizotendewa na Labani. Mungu alimwambia Yakobo arudi nyumbani. Kwa siri akaondoka pamoja na wake zake, watoto wake na mali zake, pamoja na kundi la wajakazi wake. Unatazama Inside the Bible Story kutoka Dreamwalker Family Media, mahali pa hadithi halisi za Biblia zinazoleta maana mpya kwa maisha ya sasa. Yakobo akawaambia watu wake waache miungu ya kigeni, wakajitakasa na kumrudia Mungu wa kweli. Hivyo Yakobo akaanza safari yake kwenda kukutana na kaka yake, lakini moyoni mwake kulikuwa na mzigo mzito, kumbukumbu ya kaka yake Esau na hasira aliyomwachia miaka mingi iliyopita. Alipokuwa njiani, Yakobo alituma wajumbe mbele yake waende kwa Esau wakimwambia, "Mtumishi wako Yakobo anasema hivi, nimekaa kwa muda mrefu ugenini na sasa ninarudi." Baada ya muda, wajumbe walirudi na habari iliyomtikisa. Esau anakuja kukutana nawe na watu 400 pamoja naye. Hofu ilimjaa Yakobo, akajua huu ungekuwa mwisho wake. Kwa hekima na hofu, Yakobo akagawa watu wake na mifugo katika makundi mawili. Akasema moyoni, ikiwa Esau atashambulia kundi moja, lingine litaweza kuokoka. Kisha akaanza kuandaa zawadi kubwa kwa ajili ya Esau: kundi la mbuzi, kondoo, ngamia na punda. Aliwapanga watumishi wake waende mbele kwa makundi, kila mmoja akiwa na ujumbe: hii ni zawadi kwa bwana wangu Esau, na tazama Yakobo yuko nyuma yetu. Alikuwa anajaribu kupunguza hasira ya kaka yake. Usiku ulipoingia, Yakobo akainama mbele za Mungu kwa unyenyekevu. Akakumbuka ahadi za Mungu kwa sauti ya kuogopa lakini yenye imani, akasema,
Mungu wa baba zangu, mimi sistahili rehema zako zote, uniokoe na kuomba katika mkono wa ndugu yangu Esau, maana ninaogopa. Haya hayakuwa maneno ya ujanja tena, yalikuwa ni maombi ya mtu aliyefika mwisho wa nguvu zake. Usiku huo, Yakobo akawavusha wake zake, watoto wake na kila kitu alichokuwa nacho upande wa pili wa mto. Kisha akabaki peke yake akiwa katika tafakari nzito. Ndipo tukio la ajabu likatokea. Mtu akaja na wakaanza kushindana. Walipambana kimya kimya usiku kucha, nguvu dhidi ya nguvu, mapenzi dhidi ya hofu. Yakobo hakujua mwanzoni ni nani, lakini ndani ya moyo wake alihisi huyu si mwanadamu wa kawaida. Mapambano yaliendelea hadi alfajiri. Mtu huyu alipogundua Yakobo haachi, alimgusa paja na mara moja Yakobo akapata kilema. Lakini hata hivyo hakumwachia. Akasema kwa nguvu ya mwisho, sikuachi mpaka unibariki. Ndipo akajibiwa, jina lako si Yakobo tena, bali Israeli, kwa maana umeshindana na Mungu na wanadamu, nawe umeshinda. Yakobo akajua amekutana na Mungu uso kwa uso. Akaita mahali pale Penieli akisema, nimemwona Mungu na nafsi yangu imeokoka. Jua lilipochomoza, Yakobo akaondoka pale akiwa na jeraha, lakini pia akiwa mtu mpya. Asubuhi ilipofika, Yakobo akaona kwa mbali Esau akija na wale watu 400. Moyo wake ukapiga kwa nguvu. Akawapanga wake zake na watoto wake kwa utaratibu, kisha yeye mwenyewe akatangulia mbele, akiinama chini mara 7 alipokuwa akimkaribia kaka yake. Lakini kilichotokea kilimshangaza Yakobo. Esau hakukimbia kumshambulia, alikimbia kumkumbatia. Akamwangukia shingoni, wakakumbatiana, wakalia pamoja. Miaka ya chuki ikayeyuka katika machozi ya msamaha. Esau akasema, nimekuwa na vya kutosha ndugu yangu, hifadhi yako iwe kwako. Lakini Yakobo akasisitiza apewe zawadi akisema, nimeona uso wako kama uso wa Mungu, kwa kuwa umenipokea kwa neema. Baada ya mazungumzo yao, Esau akamwalika Yakobo waende pamoja. Lakini Yakobo kwa hekima akasema atasafiri polepole kwa sababu ya watoto na mifugo. Hivyo wakaagana kwa amani. Esau akarudi Seiri, Yakobo akaenda upande wake, wakielekea katika nchi ya ahadi. Yakobo alipata watoto 12. Hao ndio waliokuja kuwa makabila 12 ya Israeli. Majina yao ni Reuben, Simeon, Lawi, Yuda, Dani, Naftali, Gadi, Asheri, Isakari, Zabuloni, Yosefu na Benjamin. Na hivyo hadithi ya Yakobo na Esau inatufundisha jambo kuu, kwamba baraka za Mungu ni za nguvu, wala si za hila, bali ni ya neema na mpango wake mkuu. Yakobo alianza kuwa mdanganyifu, lakini akaishia kuwa Israeli, mtu aliyeshindana na Mungu na kubadilishwa. Na Esau aliyekuwa na chuki aliweza kusamehe na kuacha maumivu ya zamani. Hivyo basi, kila mmoja wetu ana safari yake, lakini Mungu anaweza kubadilisha hadithi yako kuwa ushuhuda. Asante sana kwa kutazama kupitia Dreamwalker Family Media katika kipindi cha Inside the Bible Story. Usisahau kulike, kusubscribe, kushare na kucomment. Mungu awabariki.